Hello, habari. Leo ngoja nikupe hints chache zinazohusiana na simu aina ya Samsung Galaxy S25. Hebu tuenda pamoja ili tuweze kujua baadhi ya sifa za simu hii na bei yake halisi kabisa ya simu hii. Vile vile simu hii itakuwa imeshuka bei kwa kiasi kikubwa, kwa hiyo ukienda leo utaichukua kwa bei pungufu sana. Hebu tuende pamoja. Bila shaka mada yetu inasomeka sifa za Samsung S25. Hebu tuende pamoja ili tuweze kuona sifa hizo moja mpaka mwisho. Na kushauri sikiliza video vizuri kwa makini kabisa, usiruke ruke. Namba moja bwana, simu hii inauzwa bei ni shilingi milioni 3.5, yani shilingi milioni 3.5 pesa ya Kitanzania. Kwa hiyo ukienda dukani na pesa yako hii leo hii utapunguzio pia mpaka kiasi cha chini hapo, wanaweza kukutolea hata hiyo 500,000 au milioni 1 yote kabisa. Kwa sababu simu hii imetoka muda mrefu kidogo, ni pale Februari 2025. Naone. Kwa hiyo simu jinsi zinazidi kwenda mbele huwa zinapungua bei, au sio? Namba mbili bwana, simu hii inatumia network ya 2G, 3G, 4G na 5G. Ila kumbuka, ukienda sehemu ambayo hakusapoti 5G, simu yoyote ile haiwezi kasapoti. Wala vile vile ukienda sehemu ambayo simu haisapoti 4G, haiwezi kasapoti pia. Kwa hiyo simu hii inasapoti hadi 5G, mtandao wa 5G. Namba tatu bwana ni Android yake. Simu hii ina Android ya 15. Vile vile ina mfumo wa AI. Bila shaka AI ushajua ni akili unde au akili bandia au artificial intelligence. Hii ni mfumo wa kisasa ambayo simu inatafsiri language yote ya asili, au sio? Kwa hiyo simu inakuwa iko vizuri kabisa. Namba 4 bwana, memory yake inaenda mpaka 256 GB, 512 GB mpaka 1 TB. Tunaposema 1 TB maana yake inaenda mpaka GB 1000. Tunapomaanisha memory yani ni ile memory storage yake, au sio? Ile ambayo unatunzia vitu vyako vingi mbalimbali. Namba 5 ni RAM. RAM ni GB 12 hadi 16. Kumbuka jinsi simu inavyozidi kuwa memory inazidi kuwa kubwa na bei yake inaendelea kuwa kubwa. Namba 6, kamera bwana. Kamera hii simu bwana imekuja na kamera matata sana. Ina megapixeli 200. Kumbuka tunapozungumzia hapa kwenye kamera, kila kamera ina kazi yake. Bila shaka unaiona hiyo simu hapo, ina kamera hapo jinsi inavyoonekana. Kwa hiyo kwa kila kamera inayoonekana hapo, usije ukaona huu ni urembo. Kamera yoyote hapo inaonekana hapo ina kazi yake. Kwa hiyo na kamera hapo mimi nishakuwekea. Kwa hiyo kuna kamera inaitwa multi directional PDAF wide. Hii ni kamera ambayo hii kamera bwana inachukua vitu vya mbali, naone. Hii ndo kamera kubwa, yani kamera yake kubwa kabisa. Alafu kuna kamera zingine hapo jinsi inavyoonekana hapo. Kamera nyingine inavuta vitu vya mbali. Tunaposema kuvuta yani ina zoom. Unapozoom kitu, ukizoom na simu hii hapa ambayo ni ya Samsung S25, ukizoom kitu kitaonekana ubora wake vile vile, yani quality yake itaonekana hivyo hivyo, haitapungua ubora yote. Vile vile kuna kamera kupiga vitu vya mbali. Kuna uwezo hapo kunapiga kitu cha mbali kabisa, alafu kingine kupiga vitu usiku. Kwa hiyo ukipiga vitu usiku, yani ukichukua kitu usiku kabisa, hata ukivuta karibu, hata kama kiko mbali, usiku inaonyesha vizuri kabisa bila kupoteza ubora yoyote wa kamera hiyo, yani ya picha hiyo, au sio? Kwa hiyo vile vile imekuja na megapixel 10, naona ambaye ni telephoto. Kuna nyingine ni 50 MP ambayo ni periscope. Hii ni ile ya kuchukua vitu vya mbali, au sio? Kuna 50 MP ni ultra wide, au sio? Kwa hiyo hizi ni kamera. Watu wengi wananunua simu kwa ajili ya kamera, wanapenda kwa ajili ya kamera, mwingine anapenda ukubwa wake wa simu, lakini hapa kwenye kamera nimefanua kwa ukubwa sana. Unaona kamera hizo zinazoonekana hapo sio urembo. Kwa hiyo kwa kila kamera ina kazi yake. Ndio maana nimekwisha kuelekeza
baadhi ya kazi za kamera hapo. Namba saba ni battery capacity, yani uwezo wa betri lake ni 5000 mAh. Kwa hiyo betri hilo litakuwa na uwezo mkubwa wa kutunza chaji, au sio? Simu hii pia ina support eSIM. Yani eSIM ni zile laini ambazo sio zile za maplastiki, au sio? Kioo vile vile ni waterproof. Kioo chake cha simu hii maanake kinazuia hata ukinyeshewa na mvua maji haiwezi kuingia, hata ukikimwagia maji. Kwa labda hata simu hiyo kwa bahati mbaya labda imeangukia kwenye maji au imedondokea kwenye maji au unaogelea nayo, hii simu itakuwa iko fresh kabisa. Yani imedondokea hata kwenye swimming pool kwa bahati mbaya, simu hii hata ukichukua yani haitaingia maji. Urefu wake ni 6.9 inchi. Na inchi 6.9 maana yake sikio chake kiko vizuri kabisa, na simu pia ni ndefu, ni kubwa, au sio? Bei yake bila shaka nishakutajia ni shilingi milioni 3.5, yani shilingi milioni 3,500,000 pesa ya Kitanzania. Simu hii kwa leo hii, naone kwa jinsi ninavyoeleza video hii hapa, ukienda hata na milioni 2.4 utachukua simu hiyo, au sio? Tayari shashuka bei, na ndo lengo letu lilikuwa kutaja bei ya simu hii, na basi tu nimekudokezea baadhi ya sifa. Bila shaka umeelimika na elimu hii ndogo ambayo nimeitoa leo. Endelea kufuatilia vipindi mbalimbali ambavyo vinaendelea katika channel hii ya Shayia TV, na kutekea siku njema.